Rozi Rafael Kahoji. Nimekuja kwa msajili wa vyama kuleta malalamiko yangu, na nikiwa na uthabiti kwamba alikuwepo ama ofisi ilikuwepo kwenye mkutano mkuu uliofanyika wa CUF. Nilikuwa mgombea wa uraisi ndani ya chama, sikutendewa haki. Nilipia fomu 500,000, lakini jina langu halikupelekwa kwenye mkutano mkuu. Nikalalamika kwamba kwa nini jina langu halijapelekwa, na tulikuwa wagombea 3 tu. Wakati kikao cha kwanza cha kamati ya uongozi niliitwa, na nilipoitwa kwenye kamati ya uongozi nikaambiwa tutakutana mkutano mkuu. Lakini nashangaa mkutano mkuu mimi simo, jina langu halimo. Jina langu lilikuwa la kike peke yangu, wa kiume walikuwa 2. Nikashangaa halijapelekwa. Nilipojaribu kuuliza na kunyosha kidole, Profesa Lipumba hakutaka kunipa. Aliyekuja kunipa kidole ili niongee kwenye mkutano mkuu ni yule aliyeachiwa nafasi kusimamia uchaguzi. Yeye alikataa, na ndipo aliporudishwa na yule msimamizi wa uchaguzi kwamba hebu sikiliza, swala la mama huyu umechukua 500,000 yake alafu jina lake hujalileta. Mimi niliandika barua ya kutaka kuambia ya kwamba kwa nini jina langu halijakuwemo. Hakutaka kujibu. Nikaleta nakili kwako msajili. Nakala niliileta, lakini sikupata majibu. Ndio maana nimekuja physically. Na yeye akasimama katika mkutano mkuu kusema kwamba huyu mama alikataa kwamba wajumbe wa mkutano mkuu msiwepo. Kwa hiyo anayetaka kwamba huyu mama awepo jina lake na nyinyi msinge kuwepo kwenye mkutano mkuu, mnyoshe vidole. Kanipa tuhuma kwenye mkutano mkuu, hajanipa nafasi ya kujitetea kwenye tuhuma alizonipa ndani ya mkutano mkuu, alafu anapigisha watu kura. Katika kupigisha watu kura, anayehesabu ni yeye peke yake. Mimi sipo, wala watu wangu msimamizi wa hizo kura hayupo. Sasa kwa maana kama hiyo haki haipo hapo, kuna haki gani ambayo nimetendewa hapo? 500,000 kachukua, jina langu hajalirudisha, na alafu ananipigisha kula kwenye mkutano mkuu bila kunipa. Ananipa pale kosa, amekosa kwamba akusaini daftari la kwamba wajumbe wa mkutano mkuu mje. Wakati kikao cha baraza kuu, mimi ni mjumbe wa baraza kuu, nilifukuziwa nje. Walikuja kikosi ambao hawatujui, wanakafu viongozi, walitufukuzia nje. Wakabaki watu wachache kule ndani, ndio wakafanya maamuzi baada ya sisi kutufukuzia, na mimi nikiwemo nje. Ndio wakapitisha majina 2 langu wakalitupia huko nje. Sasa hiyo sio haki. Wala tusimdharau mwanamke, kwa sababu mwanamke ndio kamzaa mwanaume. Kwa mwanaume asija akajiona ya kwamba yeye ana nguvu kuliko mwanamke. Angekataa kumzaa yule mwanaume, asingezaliwa kama sio huyo mwanamke kukubali kumzaa huyo mwanaume. Kwa hiyo haki itendeke kama ambavyo chama cha CUF katika kifungu cha 7 kanuni hiyo kwenye katiba kifungu cha 7 1, 2, 3 mpaka 4 inazungumzia habari ya haki na demokrasi. Ni lazima haki itendeke ndani ya chama, ndipo tutoke huko nje kuwadai watu wengine haki tunayoimba. Sisi hatuwezi tukanyamaza. Kwa hiyo msajili wa vyama, mimi nimeleta barua yangu, nakala nilishaileta. Hii ni kukumbusha kwa sababu haijafanywa kazi. Mimi kwa majina inaitwa Abdallah Dadiubwa. Ni miongoni mwa wajumbe 7 waliofukuzwa baraza kuu la uongozi la taifa kutokea kanda ya Unguja. Lakini pia mimi kwa bahati nzuri ni miongoni pia waliowasilisha malalamiko kuhusiana na swala zima la mkutano mkuu wa chama taifa. Kwa hiyo mimi nimeingia kwa muhimu wangu kwa sababu niko huku na huku. Ni kiraka. Na kama tulivyozungumza hapo, wenzetu wamesema sana. Sisi tumefikia pahali tumefanya maamuzi haya kwa sababu tumefika mahala ambapo tumechoka. Mheshimiwa Naibu Sajili, leo tunafika mahala mwenyekiti anayejiita mwenyekiti wa chama analala nyumbani, akiamka nyumbani kesho anaitisha presi pale Buguruni, anasema hatuitambui serikali hii ya Mama Samia. Sio wazo baya, lakini katika utaratibu wa kitaasisi tulitakiwa tukutane, baraza kuu likae, lijadili, alafu ndipo lifanye maamuzi. Sasa leo umetoa uamuzi wa chama ambao umewagawa wanachama.
Tena umetoa wewe mwenyewe. Ukukaa uketisha vyombo vyako vya kichama, mkajadiliana, mwisho mkafikia nini? Mkafikia maamuzi. Tumemaliza uchaguzi, tumekaa siku 2-3, tunamsikia yuko pale Buguruni anatoa msimamo, anasema huu ndio msimamo wa chama. Lakini leo tumefikia mahala tuna mwenyekiti ambaye anasisitiza kuwepo kwa demokrasia, akishangaa kwamba sasa ni zaidi ya miaka 60 Tanzania haina demokrasia. Lakini ikiwa Tanzania haina demokrasia ndani ya chama, yani unazungumzia Tanzania lakini kwenye chama pia demokrasia haipo. Sasa demokrasia ili iwepo katika nchi ni lazima tuanze huku chini pale watu walipo. Mwenyekiti leo kafika mahala yeye mwenyewe demokrasia haijui, lakini akitoka nje anahubiri sana demokrasia. Wema unaanzia nyumbani. Lakini sasa tumefika mahala mwenyekiti huyu anashangaa Mama Samia kapata asilimia sijui hizo 98. Hashangai yeye kuwa mwenyekiti wakati kapata asilimia 36. Mwenzake angalau kapindukia. Yeye hata kufika ile anotakiwa kufika hakufika. Sisi haya tukiyasema tunaonekana wabaya. Mheshimiwa Msajili, tumezungumza mara nyingi na jambo hili kwa wale wasiolijua, hili jambo lipo muda mrefu. Kesi yetu ya mkutano mkuu ina mwaka sasa. Sisi tu ni vile tunafuata taratibu za kitaasisi. Barua ambazo tulikuwa tunafanya mazungumzo na wewe zote kupitia hizo barua, sisi tulizihifadhi kama kumbukumbu zetu na hatukufanya maamuzi ya kutoa barua hizo. Lakini laiti tungefanya maamuzi ya kusambaza hizo barua katika mitandao, leo tungejikuta sisi tuna mwaka nzima hatujajibiwa maswala yetu haya. Kwa hiyo tukaona kwa sababu muda umeenda na mambo ni mengi, na sisi utaona ajabu chama ambacho kimekufa sisi tunapiga kelele kuwepo kwenye hicho chama. Chama ambacho leo tumefika mahala hatuna mbunge hata mmoja, lakini sisi tunakusisitiza wewe kwa bwana tunahitaji haki yetu ya kuwa wanachama hapa. Na haya mambo Mheshimiwa Naibu Msajili hayana majibu, kwa sababu ikiwa katiba inasema ili mtu afukuzwe lazima apewe haki ya kujitetea, hiyo haki hatukupewa. Sasa kuna nini tena? Kuna jibu gani hapo zaidi ya kwamba hawa watu tumeonea? Kwa hiyo tumeona tuje kweko ili tukumbushie haya mambo, tukiamini kwamba ofisi yako hii itachukua hatua za haraka. Kama walivyosema wenzangu, hawa wote 7 waliofukuzwa ni mimi peke yangu ambaye sikuwa mgombea. Lakini hao wote walikuwa wagombea. Wamekosa haki zao za kushiriki. Tumekaa pale baada ya kufukuzwa hata stahiki zetu hatukupewa. Nauli tumekuja hapa Dar es Salaam sisi tumejihudumia nauli, hoteli, kila kitu tulipokaa. Mwisho tunaomba zile stahiki tunaambiwa hamupewi nyinyi. Sisi tulipe nini? Ile nauli tupate wapi ya kurejea? Sasa mambo kama haya tunafanyiwa tunasema halafu ofisi imekaa kimya. Leo tumefika mahala Mheshimiwa Naibu Msajili, ofisi hii ukiwaambia watu wa profesa tumepeleka malalamiko wanakuambia hapo mshakokonea mgomba. Hapo hakuna linalokuwa, hapo ndo mmejipiga kabisa, hapo ndo mmemalizika. Sasa ofisi hii leo mtu anaifanya kama ofisi yake kweli? Ofisi hii imefika mahala leo tukileta sisi malalamiko zidi ya huyu mzee ndo analala anasema wale hawana chochote atakachoambulia. Kwa nini? Sasa haya mambo madogo yasisababisha yakaleta matatizo makubwa. Tumekuja ili hatua zichukuliwe, tuone mambo yanakwenda vipi na tujenge chama chetu mapema na shughuli nyingine ziendelee. Mimi naomba kusema hayo.